Siku moja nimeingia kwenye usafiri wa public. Sasa mle ndani nikakuta kuna mabishano makali sana. Watu wametoka makazini kwenye hangaiko. Sasa walikuwa wana discussion moja hatari sana mle ndani, kwamba hivi mafanikio yanatokana na jitihada au ngekewa au bahati. Sasa kulikuwa na marumbano ya hoja, mtu anatupia hili anatupia lile, lakini ikaonekana asilimia kubwa sana wanakubali kwamba mafanikio yanatokana na bahati au ngekewa, na kila mmoja alikuwa anajaribu kutoa testimony yake kwamba mimi machinga miaka 10 na ngapi, mwingine mimi nimefanya ujasiriamali miaka 10 na ngapi, mwingine nimefanya hiki kwa miaka ngapi, lakini sioni hatua yoyote. Yani ni kama vile niko pale pale napambana, lakini hivyo. Sasa mafanikio ni bahati au ni jitihada? Sasa indeed, ukweli mtupu ni kwamba bahati ipo na ngekewa ina mchango mkubwa sana kwenye mafanikio ya mtu. Kwenye kitabu cha Psychology of Money kimetoa equation kabisa, ngoja nikuandikia hapa. Nasema hivi kwamba mafanikio, yani success, ni sawasawa na bahati plus juhudi, au success equals to luck plus efforts or diligence or skills. Yani mafanikio ni muunganiko wa juhudi pamoja na bahati au ngekewa. Yani hivi vitu vyote vina mchango katika kutengeneza mafanikio yako, hata kama vitakuwa na contribution tofauti. Mimi nimejaribu kuanalyze hapa namna 4 ambapo bahati ina contribute katika kutengeneza mafanikio yako. Sasa hapa kuna bahati 4 ambazo nimezi analyze hapa. Bahati ya kwanza, ndugu zangu, ni bahati ya kuzaliwa. Yani hii haina kificho. Mtu kufanikiwa inategemeana. Unajua kuna watu ambao wameyakuta mafanikio. Yaani kuna mtu tu amezaliwa, amekuja duniani akazaliwa kwenye familia ambapo kila kitu kipo. Pesa ipo, kila kitu kipo. Sasa mtu kama huyu utafutaji wake hautafanana na mtu ambaye amezaliwa kwenye familia maskini haina chochote. Tofauti sana. Kwa hiyo huyu hapa atasoma, akishamaliza chuo unakuta ameshaandaliwa kazi au ameshatafutiwa kazi au sehemu ya kwenda au anatoa mtaji. Nimaliza chuo na milioni 10 hapa mwanangu, angalia biashara kufanya au jaribu kuangalia kitu chochote cha kufanya, alafu leta mahesabu gharama hapo zote bwana. Lakini wenzetu wa upande wa pili ameshamaliza chuo, ndio hivyo, hajui aende wapi, kuna kwenye bado ni kwa manati, anawaza kodi aende wapi, akijitumwa kabisa na anataka sehemu ya kwenda kujitolea, at least apate ngapi. Umeona? Kwa hiyo mtu ambaye amezaliwa sehemu ambapo maisha yapo ipo kwenye nafasi kubwa zaidi ya kufanikiwa kuliko wengine kawaida. Hiyo ni bahati ya kwanza. Lakini kuna bahati nyingine ya kukutana na watu. Hivi ushawahi kuona, sio huenda ndio ujana, lakini tu hivyo unakuta mtu ana wazo, ana idea nzuri, lakini alishakosa ramani, alishakosa alipeleke wapi, au alishakosa support au mtaji au popote. Sasa ikatokea siku moja yuko mahali, ndio yuko mahali na sasa yuko restaurant au ameenda sehemu fulani au ni kwenye basi au popote, wakakutana na mtu wakaanza kusalimiana, unabadilishana mawazo pale. So unajishughulisha nini? Unajishughulisha kina, lakini nikakwama hapa, ikawa hivi na vile. Akajaribu akaonekana kuwa curious, kusema kitu kizuri sana hicho. Sasa hebu nipe namba yako, nita invest kwako, au nitakupa mtaji, au kuna sehemu unahitaji mtu kabisa ambaye ana vision kama wewe, na wewe kabisa nimekuona wewe ni mtu sahihi, nitakupeleka au nitakupa hiki au nitainvest au nitawekeza kwako. Umeona? Au yani inatokea muujiza pale, unakutana na mtu ambaye huyo ndio anayefanyika kwa daraja la mafanikio yako. Hilo jambo lipo kabisa. Unakutana na mtu ambaye is like yani huyo ndio anayekupatia mtaji uliokosa, ndio anayekuamua sehemu uliokuwa umekwama, ndio anayekuja, yani kama vile mtu ametumwa na Mungu aje, yani kama malaika aliyetumwa na Mungu kuja
kwako. Kwa hiyo watu kama hawa unaweza kukutana naye sehemu yoyote ile bila kutarajia kabisa. Kwa hiyo nayo ni bahati ambayo ipo inakutana na watu bado. Kwa hiyo mafanikio bado yana njia nyingi sana. Lakini kuna bahati nyingine ya mabadiliko ya kisera na kisheria ya serikali. Unajua serikali au sera za kiserikali huwa zina impact kubwa sana katika kualter fursa. Unajua serikali inaweza kupanga kitu fulani au kutambulisha sheria hii au ikaondoa kitu fulani, hicho kitu kikaenda kutrigger mafanikio ya watu wengine. Nikupe mfano. Mtu anaweza kawa na shamba au ardhi bali vijijini kabisa huko. Sasa ardhi kule inaweza kawa ina thamani yake iko chini sana. Sasa kutokea labda serikali ikatangaza kwamba kule nataka ijenge mradi fulani au nataka ijenge labda kiwanda au ijenge chochote au yani serikali ikatambulisha kujenga mradi wowote au mto. Sasa ghafla ardhi ya kule ikapanda thamani, watu wakaanza kushika viwanja, watu wakaanza kukimbia kufanya hiki, watu wanaanza kugombania viwanja, thamani imepanda maradufu. So watu kama hao unakuta mtu alikuwa na ekari 2, ekari 5, ekari 10 huko, ghafla ndo ameshafanikiwa hivyo. Kwa hiyo sera za kiserikali au mabadiliko yake yana trigger sana mafanikio ya nani. Au kwa mfano hii mikoa ya mipakani wao wanafanya biashara sana na nchi jirani. Ndio. Wao wanafanya biashara sana na nchi jirani, mazao sana wanafanya biashara na nchi jirani. Sasa kuna mwaka ambapo serikali inaweza kukataa kwamba hakuna kufanya exportation kwa nchi jirani au hakuna. Kwa mzuri kwa mfano kwenye mikoa ambayo imepakana na Burundi na Rwanda, kuna mwaka I hope ilikuwa kitu kama 2016 hivi, 2017 ambapo ilikatazwa kusafirisha mazao kwenda nchi ya jirani. Kwa mazao yote ya chakula itakiwa yawe ndani, ili ndani ya nchi iwepo stoko ya chakula cha kutosha. Kwa hiyo haukuruhusiwa mtu yeyote kuuza mazao yako nje ya nchi. Sasa kitu kile kiliwafirisha sana wakulima mwaka ule. Wengi sana walilia sana kwa sababu walitumia mazao mengi lakini hayakuwa na maana. Sasa unaweza kuona kwamba jinsi gani serikali ilikuwa na impact au sera. Kwa mfano mwingine kwa miaka ya 2010 kurudi nyuma, kulikuwa na mashirika mengi yalikuwa yanapata fedha donations kutokana na mambo ya miradi ya ukimwi na malaria sana na masuala mambo ya mazingira kwa kiasi kikubwa. Yaani ndio zilikuwa zinapata donation sana. Sasa kwa miaka ya baadaye ni kama sera zilibadilika. Kwa hiyo masuala ya ukimwi, masuala ya malaria ni kama yalipotea. Kwa hiyo miaka iliyofuata yani NGO zilikuwa zinahangaika sana kupata kuwini donations sababu sera zilikuwa zimeshabadilika. Kwa hiyo serikali ina impact sana kwa elimu kwa hiyo. Kwa hiyo inaweza kutokea katika struggle zako kwenye kitu ambacho kifanya serikali ikatambulisha sheria au mabadiliko fulani ya kiwizara au ya kisera ambayo yataenda kufavor ile biashara yako upgrade, yani kwa na mafanikio ukawa umepitia umomo na wewe. Kwa hiyo hizi bahati huwa zinawakuta watu kabisa, naona kupitia hapo wanafanikiwa kama. Lakini pia kuna bahati nyingine ya kijiografia. Unajua mafanikio pia yanaweza kudetermine kwamba mtu uko wapi au umezaliwa wapi. Ni vile vile. Nitoe mfano kwa mfano. Unaweza kukuta huku nchini kwetu kuna watu na vipaji vizuri sana vya mpira. Yaani watu wana vipaji vikubwa vya ajabu vya kucheza mpira. Lakini wako huku hawaonekani, hawatambuliki, kwa hiyo hivyo yani wanakufa navyo vipaji. Lakini just imagine mtu huyu kijana huyu ambaye ana kipaji cha mpira angezaliwa Ufaransa au angezaliwa Uingereza au Ujerumani. Singekuwa na maisha haya. Kwa hiyo jiografia uliopo nayo ni bahati kwamba yani ile jiografia uliopo wewe au umezaliwa au uliopo ni bahati tosha kwa ajili ya baadhi ya opportunities. Sasa mtu aliyezaliwa kwenye jiografia inayofanya kitu fulani yupo kwenye wakati mzuri au nafasi nzuri ya kufanikiwa kuliko yule ambaye yuko kwenye jiografia ya kitu. Kwa mfano mtu yuko Dodoma, sio?
mazingira ambayo kiasi fulani ni kame, ndio kilimo sio sana, tofauti na mtu ambaye amezaliwa Mbeya, Njombe. Okay, tofauti sana mtu ambaye amezaliwa Kigoma. Kwa hiyo mtu alipo katika mazingira haya yupo kwenye potential nzuri sana ya kufanikiwa, ya kupata fursa za kirani kuliko mtu ambaye yuko mazingira haya mengine. Vile vile mtu alizaliwa au mtu ambaye anaishi kwenye mazingira ya mwambao wa bahari, nafasi yake ya kufanikiwa ni tofauti na mtu ambaye amezaliwa mbali katika countryside, bara kabisa huku ukijaribu kuchekecha fursa za kilimo hapo au uvuvi na kadhalika. Kwa hiyo bahati huwa zipo, lakini pia huwa kuna bahati ya muda, inaitwa timing luck. Timing luck ni pale ambapo mtu anaweza kuwa na wazo, ukawa na mpango wa kufanya kitu fulani au jambo fulani, sasa ukachukua hatua ya kufanya, ukakutani ni wakati mwafaka ambapo jambo hilo lilikuwa linahitajika sana sokoni. Kwa hiyo umefanya tu, yani wa very first step pap, ukikafanikiwa. Mfano mzuri kuna ile mwaka 2021 kama 2021 kuna mwaka ambao nyanya ziliadimika sana, zikapanda thamani. Nyanya zilipanda bei sana mwaka huu, yani nyanya ilikuwa na thamani mpaka kuliko apple, Sasa miaka yote nyanya inajulikana kwamba kilimo cha nyanya ni kilimo ambacho ni cha gharama, kinatumia madawa mengi, kinahitaji care kubwa, alafu magonjwa ni mengi. Nyanya ni kilimo cha hasara. Lakini kwa watu waliochukua hatua mwaka ule, yani wale walima mwaka ule, walifanikiwa vibaya sana, walifanikiwa sana. Na hiyo ilitokea, hiyo tunasema ni timing lack of, yani muda yani fursa imekutana na muda mwafaka, timing luck. Kwa hiyo hayo nao yapo. Kwa hiyo wengine wale kuja kulima nyanya na kaida kufuata walizurura, waliambulia pato. Kwa hiyo ngekewa inafanya kazi na bahati ipo kabisa kwenye mafanikio, sio kificho. Hili jambo lipo kabisa. Sasa recommendation ya kijumla ni nini? Hapa hitimisho ni kwamba, na kitabu hiki kina recommend kwamba mafanikio ni pale ambapo bahati yako itakutana jitihada yako. Ina maana gani? Kwamba endelea kuhaso, endelea kupambana. Sasa wakati unaendelea na mapambano humo ndipo unapoweza kukutana bahati yako au ngekeo yako, na hapo ikawa ndo mafanikio yako moja kwa moja. Ina maana gani? Inamaanisha kwamba mtu hutakiwi kukaa kwamba unasubiria bahati. Hapana, kwa sababu bahati inakuja ukiwa katika mwendo. Okay, uko katika mwendo, hapo ndipo unapoweza kufanikiwa. Kwa hiyo tupambane, mtangulize Mungu at the very middle of the journey, at the very middle of the track, ndipo unaweza kukutana na bahati yako ikakutoa moja kwa moja without hesitation. Thank you for listening. Thank you for being with me. Nashukuru sana kwa kunisikiliza. Karibu katika tricks nyinginezo. Kila wiki na upload video kwa ajili ya kujifunza mambo mbalimbali kutoka kwenye vitabu. Kwa subscribe ili uweze kuwa updated katika kila hatua kila wiki.